ambacho kimeharibu akili zetu. Na uhakika. Nilikuwa namwambia mwenyekiti wa vijana hapa, namwambia inawezekanaje, nikamwambia angalia mali tunakotumia. Huu ndio mji mkubwa kibiashara Tanzania, una watu milioni 7. Yaani tumesimama katikati ya dimbwi lenye kipindupindu, afu hatuoni noma. Yaani hatuoni noma. Yaani ni kawaida kabisa. Mwenyekiti wa kanda anasema, na nafahamu hiyo story, alitoa taarifa ya mtu kuuawa, na ndugu ndio alitoa taarifa, akaanza kuisema ile taarifa. Sasa hivi akashtakiwa, ameshtakiwa, polisi wamewafuata ndugu waliouawa, alafu ndugu aliyeuawa anakuja kuwa shahidi dhidi ya mtu aliyekuwa anamtetea ndugu yao. Kuipigania nchi usifanye kwa ajili ya watu, fanya kwa ajili ya Mungu na mbinguni. Kanisa nakwambia, hakuna watu wanachosha kama Watanzania. Leo ni Jumamosi ya Pasaka, kesho ni Pasaka. Sisi ni machikibobu kabisa, tunajua yada, tunajua basi lipo, tunajua warembo wenu walipo. We know me. We are also kaksi. Pia sisi ni makaksi. Lakini angalia kundi lote, badala ya kuandaa sikukuu kesho, linakuja kufanya mkutano wa kuongea na wananchi. Mwenyekiti wetu yuko jela. Jana Ijumaa ni jana, anakimbizwa kuhamishwa magereza. Mguu mmoja ni mfupi, mwili umejaa risasi, amefanywa operation 25. Hayuko jela kwa sababu ameiba gari ama TV, yuko jela kwa sababu anapigania mabadiliko bora ya nchi. Alafu unaita mkutano Dar es Salaam, kienda hapo nyuma tu watu wanakula mishikaki, wanakunywa pombe, wanaangalia mipira, hawajali. Na hakuna mji unaharibu nchi kama mji wa Dar es Salaam. Nakwambia mnaharibu sana nchi, kwa sababu ndio mji mkubwa wenye watu wengi, lakini na watu ambao fikra zao katika mageuzi ziko chini sana. Ni mji umejaa stori za ajabu. Si Manara amtaliki mke wake, mke wa Manara aingia na bezi kwenda kuvunja talaka. Alikamwe na tunani ule, Alikamwe apigwa faini. Yaani ukisikiliza stori za Dar es Salaam vijiweni unaweza ukadata. Mahali ambako hospitalini mwanamke mjamzito anajifungua chini, watoto wanakamatwa wanaitwa panya road, wanapigwa risasi. Vijana hawana kazi, vijana wote nchi nzima wamekuwa bodaboda. Nenda Masaki usiku, nenda Sinza usiku, watoto wa kike miaka 18, 19, 20 wanauza miili yao. Una bageni kununua mwili wa mwanamke kwa ajili ya mapenzi kwa shilingi 5,000. Huu mji ndio unaongoza kwa watu kula vichwa vya kuku na miguu ya kuku na utumbo wa kuku. Mimi kwanza sijui kama utumbo wa kuku na leo ngoja mnadani itakuwa kubwa. Pita Tandale, pita Vingunguti, unaona maskini kwa macho. Pita katikati hapa Msasani, na wale vijana wanaoisikiri wanaela hawana hela. Ni kwa sababu wanapata mitumba bora kwa bei rahisi, wakivaa wanaonekana na hela, wamechoka na wenyewe. Sasa hali inazidi kuwa mbaya, na hatuwezi kubadilisha nchi kama hatubadilishi serikali, na hatuwezi kubadilisha serikali kwa kutumia bunduki. Hiki ni chama cha siasa kinabadilisha serikali kwa ushawishi kwa wananchi. Sasa yeye amesema Boni hapa, na mimi nawaza kama yeye. Kuna sana jiuliza, hivi nampigania nani? Mimi naenda lock up zaidi ya mara 100 toka nimeingia kwenye siasa. Lock up zaidi ya mara 100. Nimekwenda magereza mara nyingi, nimekwenda mahakamani mara nyingi. Sijawahi kushtakiwa kwa kesi yoyote binafsi zaidi ya kesi
za masuala ya siasa. Lakini watu wanaopiganiwa hawajali. Na wako wanachadema walienda CCM, tunawashutumu. Ukweli ni kwamba kabla ya kuwaita wasaliti, ninyi mmekuwa wa kwanza kusaliti kazi inayofanyika. Na ndio maana watu wengine wameamua kuwa wafanyabiashara ndani ya siasa kwa sababu hamweleki. Hamweleki. Mtu anaona anatoa dili ya pesa. Unataka kuikataa, unasema na sacrifice kwa ajili ya credibility na integrity. Sitaki hii pesa, bora mniue. Na sio pesa ndogo, pesa nyingi, mabilioni. Halafu unaangalia wananchi wenyewe kwamba kuna Dar es Salaam kuna wakati hakuna maji. Maji yamekatika Dar nzima. Mnaitoje mtu mama amenunua goli la Simba. Wote mnakwenda kwenda wazimu. Baba amenunua goli, baba amenunua goli, baba. Dar nzima ukienda vijiweni kote. Ni vipi? Ni vipi? Sisi tumekuja kufanya mikutano ya Azam. Nimetoka Arusha nyumbani. Pasaka hii naona hotelini. Kusubiri Jumatatu tuendelee na kazi kama hii. Kuelimisha. Na sisi nguvu yetu tulionayo ni kuelimisha nia mtuelewe. Kwa nini tunasema no reforms, no election? Na kwa nini tunasema Dar es Salaam lazima tuliamshe? Na mheshimiwa mwenyekiti wa kanda, hapa mikutano michache ya kufanya. Nani ya miezi mingine amekuja tufanye mikutano 200-300? Tusituje tumwelewe. Mkiwa uko mitandaoni utafikiri kuna watu nchini, lakini unaangusha nchini. Na serikali imeshajua. Na hao polisi hao mnaofikiri wanaonea, hawaonei. Hilo ni kwa sababu hakuna umma ambao umekuwa jasiri kiasi cha kwamba mkuu wa jeshi la polisi akienda kwenye kikao amwambie rais, awaambie CCM kwamba jamani, jambo hili mnataka kulifanya, umma unaweza ukachukia, na umma ukichukia utahatarisha usalama wa nchi. Watu wa usalama wa nchi huwa wanashauri serikali vinginevyo kama wananchi wako imara. Kwa tabia hii ndio Tanzania. Chadema wakishika nchi, mtaendelea kuwa hivi mlivyo. Chadema wanaweza wakawa wabaya kuliko CCM, kwa sababu mlinzi wa nchi na ubora wa nchi ni mwananchi ambaye amekuwa imara katika kufikiri. Ndugu zangu, uchaguzi ni kesho kutwa. Jana kanuni za uchaguzi zimekuwa gazetted. Nimezisoma baadhi. Moja ya kanuni ambayo vyama vingine vya siasa vimekwenda kusaini inasema hivi: ni marufuku wakala kuingia kituoni na simu. Wajua maana yake nini? Ili tukiiba usitoe nini? Taarifa. Yaani sawasawa namwambia daktari hivi, ni marufuku kuingia kwenye chumba cha operesheni na mkasi. Ukisoma hizo kanuni zamani, miaka ya nyuma, kimsingi sheria za sasa za uchaguzi ni mbaya kuliko sheria tuliyofanya uchaguzi wakati wa Magufuli na wakati wa Kikwete. Sheria ya sasa ya uchaguzi, wakala akishakula kiapo haondoki na nini? Haondoki na hati ya kiapo. Ile hati ya kiapo anabaki nao msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mtumishi wa serikali. Alafu ule msimamizi wa uchaguzi ndio atakayepeleka kwenye kituo asubuhi. Arusha kuna vituo 1200. Huyu msimamizi anatakiwa atembee vituo 1200. Anapeleka kwenye vituo 500, 700 apeleki. Kituo kimoja kina wastani wa kura 500. Ukiibiwa kura 500 kwenye vituo 700 ni kura 350,000 umeibiwa. Wakala akifika kituoni akagundua kwamba kuna mambo yako sawa ama tumbo limemuuma, anatakiwa mpigie mgombea simu, badilisheni wakala, mimi nimezidiwa. Huyu wakala hata kuwa na simu, kwa sababu kanuni haimruhusu kuwa na simu. Kwa hiyo kama
jimbo la Kawe hili lilivyo kubwa, mpaka kule Kinondoni, kule Oysterbay Kawe, baadhi ya maeneo Msasani kule, sio? Maana yake ni kwamba kama hapa kuna mpiga kituo kingine viko kule chini, mimi niliyoko kwenye kituo hiki ni wakala. Nikipata tatizo la ghafla, sina mawasiliano na chama changu, kwa sababu nikikutwa na simu nimevunja sheria, OCD anaambiwa nikamata nipeleke polisi. Mnatakaje tuingie kwenye aina hiyo ya uchaguzi? Naomba watu watano hapa na tulifanya. Naomba watu wakawaida sana, watano. Tafadhali sana, njoo, watu watano. Bwana mzee Karim, njoo. Na wewe DJ, njoo bwana. Bwana nikabana njoo. Naomba watu watano, panda juu. Panda juu watu tulifanya. Naomba na mzingi wangu hapa. Ndugu zangu, kwa nini tunasema no reforms no election? Kwa nini? Panda juu. Ndugu zangu, na mambo ya mwanamke mmoja ambaye naomba mama mmoja ambaye mvangu nadhani njoo atawe mama, njoo huyu hapa, njoo basi mama pande sogea huko. Ndugu zangu, kwa nini tunaipinga Tume ya Taifa ya Uchaguzi? Huyu hapa mama na utoe mfano ni Rais Samia, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Huyu Rais Samia anamteua yule watu wanaofanya usaili, sio? Anamteua mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Huyu hapa ameteuliwa na Rais Samia. Alafu Rais Samia huyu anamteua huyu mkurugenzi wa uchaguzi wa taifa. Alafu Rais Samia anamteua huyu mkuu wa wilaya ambaye ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Chama cha Mapinduzi. Alafu Rais Samia anamteua mkurugenzi wa halmashauri ama mtumishi wote huyu. Sasa huyu na huyu wameteuliwa na Rais Samia. Alafu huyu DC ameteuliwa na Rais Samia. Huyu DC anamsimamia huyu mkurugenzi ambaye hapo awali alikuwa ni msimamizi wa uchaguzi. Kwa sheria sasa wanasema hatasimamia, lakini uchaguzi utasimamiwa na mtumishi wa umma mwandamizi huyu hapa. Sasa huyu DC, watumishi wote wa umma walioko kwenye eneo la wilaya yake wanakuwa chini yake. Alafu huyu DC anamsimamia OCD, na huyu DC anamsimamia afisa wa usalama wa wilaya wa DSO. Alafu yuko mkuu mmoja ambaye anaangalia wote hao. Tunamwambia Rais Samia, hii timu yote hii ni timu yako. Uchaguzi hauwezi kuwa huru kwa sababu watu wote wameteua wewe na wamekula kiapo kwako. Huu uchaguzi hautakuwa huru. Wewe kaa pembeni, itengenezwe timu ya kuteua wasimamizi wa uchaguzi kuanzia kata mpaka taifa. Alafu wewe na mimi twende kwenye uchaguzi tukiwa huru. Ataki Lissu anasema, Mheshimiwa Lissu anasema hizi sheria ni sheria kandamizi. Tutaziasi hizi sheria kwa sababu ni sheria ambazo hazitoi usawa katika uchaguzi. Lissu anachukuliwa, anapelekwa jela, anaambiwa unataka kufanya uhaini na adhabu yako ni kunyongwa mpaka kufa tukikuta na hatia. Sasa hii ndio timu ya uchaguzi. Mimi naingia Ushamjini kugombania uchaguzi. Makonda ni bosi wa mkurugenzi, DC ni bosi wa mkurugenzi ama mtumishi wa umma anayemwita. Alafu anayesimamia kule chini kwenye kata ni mtendaji anajibika kwa mkurugenzi. Alafu anayesimama kwenye kituo ni mwalimu analipwa mshahara na mkurugenzi. Kwa mkurugenzi anaweza akatoa maelekezo kwa walimu nini cha kufanya.
Tunasema mfumo ukiwa hivi, tunakosa zana ya uchaguzi bora, na tukikosa zana ya uchaguzi bora tunakosa zana ya utawala bora. Tukikosa zana ya utawala bora, maisha yanakuwa mabaya. Tunasema hatutaki no reforms, no election. Hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Chama chetu kitazuia, kitapinga sheria mbovu za uchaguzi katika nchi. Tunaitwa wai. Shukeni. Mimi najua na vizigo. Najua. Lakini nimechoka kuogopa. Najua. Inafika mahali hata maji ya kunywa unaokunywa sio yale yaliyoko mezani kama notolini. Unakuwa na wasiwasi. Nimemwona yeye jana ameenda mahali kuagiza chakula, akaenda akasimama jikoni kaunta kipakuliwa. Nikaambia sasa mangana mura hiyo nini tena? Wewe mambo ya shida. Sasa kaka, wewe unacheza sana kaka wewe. Kwa ajili ya kupigania masuala ya msingi. Sasa unapokosa tume huru ya uchaguzi manake nini? Serikali ya CCM iliyoko madarakani haiwezi kuondolewa kwa bunduki, lazima iondolewe kwa njia za kidemokrasia. Na namna pekee ya kuondoa serikali madarakani ni kutumia sauti na nguvu ya umma. Sasa mamlaka ya serikali ni ya wananchi. Ni ya wananchi. Lakini nyie wananchi hamjui kama mna mamlaka ya serikali yenu. Sasa badala yake kizazi ambacho kilipaswa kuwa na wajibu wa kupigania nchi, kizazi hicho kimegundua staili nyingine. Wanaume wote na vijana wote ukiangalia wasomi na nini wanakubali kuwa machawa. Mama anaopiga mwingi, mama. Amoni. Sasa uchawa tari yake nini? Unapokuwa na nchi ambayo imeruhusu mifumo ya rushwa, unapokuwa na nchi ambayo imeruhusu mifumo ya haki kutotendeka katika utumishi, unaua kitu kinaitwa innovations, ubunifu. Taifa hili liweze kwenda mbele, lazima kuna mianya ya rushwa ifungwe. Leo ukifunga mianya ya rushwa nchini, mtumishi wa umma ataandamana kudai mshahara. Kwa nini mtumishi wa umma aandamane kudai mshahara bora? Kwa sababu wana access ya rushwa katika kazi anayofanya. Ukiondoa hiyo mianya ya rushwa, huyu mfanyakazi ataanza kudai nyongeza mshahara, na siku akianza kudai nyongeza mshahara, fikra itaanza kupivuka. Sasa tumekuja kuongea, mwenyekiti wetu anakuja mahakamani tarehe 24. Nikamsikia Muliro anaongea, anasema ni marufuku watu kwenda mahakamani. Kaitoa wapi hiyo marufuku? Anavunja sheria. Kesi ya Lissu sio kesi ya ndoa, ni kesi ya kisiasa. Huyu ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini. Mimi nilishtakiwa Arusha kwa makosa mbalimbali. Mahakama kule Arusha ikaamua zifungwe spika nje, kesi hiyo inasikilizwa, watu wanasikiliza halaiki, kwa sababu halaiki itaka kusikiliza kesi. Kenya, Raila akiwa na kesi mahakamani, television za taifa zinakwenda live ili haki tu sio itendeke, lakini ionekane imetendeka. Hapa anasimama polisi anasema ni marufuku, kinyume cha sheria. Wajua maana yake nini? Ukiona kesi ya Lissu, askari anaweza akavunja sheria hadharani akatangaza ni marufuku. Wewe kuna siku hautahukumiwa mahakamani, utapelekwa kituo cha polisi, alafu utahukumiwa kwenda jela ukiwa kituo cha polisi. Na ndio sababu maabusu nyingi nchi hii, mimi nimekaa maabusu sana nchi. Unaweza ukaenda maabusu ukamkuta mtu na siku 100 mpaka siku 300 kesi yake haijakusikilizwa. Kuna watu wamekaa jela hapa miaka 5, 10, kesi hazijaisha. Hakuna anayejali. Ni kwa sababu wananchi mmeshindwa kuwajibika katika masuala ya msingi na haki. Wananchi wa nchi hii hawana haki, una haki. Sio nyie tu, mpaka wachungaji na wainjilisti. Sijui hata wanahubiri nini, mtanisemea sana. Labda mimi siku moja nitaanza kuhubiri. Kabisa. Unajiuliza
kanisa linahubiri nini Pasaka? Hata wakitoa matamko, unaona matamko yameyumba. Matamko yasimkwaze mama, yasimuuzi mama, yasimfanye mama ajisikie mbaya. Kama hatutaki Rais Samia hajisikie vibaya, hatoke madarakani aende Zanzibar. Yeye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mama yako. Na kuna watu ukisema hivi wakwambia hana damu, anamsoma mama. Naam, Rais Samia sio mama yako, sio mama yetu, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Polisi wasipolipwa mishahara kwa wakati tutamsema. Barabara zisipopitika tutamsema. Wafungwa wasipokula chakula magereza tutamsema. Watoto wasipofaulu vizuri kwenda shule tutamsema. Kama hataki kusema, anaachia urais, anaenda kuwa bibi na mama. Sasa hivi sio mama, sio mama yako, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hii mama nimesema sana wiki, wanafanya makusudi, hawafanyi bahati mbaya, hawafanyi bahati mbaya. Unajua huyu mama ameleta madawati, mama amewezesha vijana, mama. Inafika mahali ukitaka kumwongea unahisi kama unamsema mama yako. Ni akili imetumika kabisa, sayansi ya siasa kubwa sana. Na waliotengeneza hiyo sayansi ya siasa, mimi na wasifu wana akili. Nakwambia wana akili. Wana akili. Kuna mahali ikifika eti unajua mheshimiwa vipi? Mama, mwache mama mheshimiwa. Mama hana shida na wewe mama. Na unaanza kumwambia jamani mama, mimi kama mama, ya mama. Unaanza kuwaza, huyu sio mama, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akifanya makosa ataonywa, atashauriwa, atakanywa, atashauriwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sio mama wa Tanzania. Sasa leo nchi nzima hali ni basi. Niye mnafahamu ya uchumi hivyo, wala siwezi kusema. Hali ni mbaya mikoa yote. Mahali ambako panaweza pakaamsha maazimio ya msingi ya mabadiliko nchini Dar es Salaam. Hapa mko watu milioni 7. 10% ya watu milioni 7 ni watu laki 7. Watu laki 7. Yaani ukienda Arusha kuna motivation ya kisiasa kuliko Dar es Salaam. Tumeenda Mtama, kuna Lindi, Mtwara. Unaenda Mtama unaita mkutano asubuhi, watu wamejaa mara 50 ya kwao. Wakina mama, watoto, vijana, wazee. Unahutubia watu wanalia. Hapa nyie mjadala wenu ndoa ya Manara. Ndoa ya Manara imetuka. Ndoa ya Manara. Wanasema nao wada ito Zailisa atinga kuongea na vyombo vya habari akiwa na Mercedes Benz G1. Unakuta wanaona ni watu mnakera sana nyie. Ama naongea wao mwenyewe. Hapa mnakera. Na mnamisamiati na wafanya kuwa maskini kila siku. Ukikosa leo, inshallah utapata kesho wewe.